asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni siku nyingine tena ambayo Mungu anatupa nafasi na neema kuweza kujifunza maneno yake. Kama tunavyotambua siku zote Mungu analo lengo la kutusaidia. Mungu ndiye anayetupenda peke yake, tofauti na wengine. Jehova anatupenda. Bwana Yesu anatupenda tofauti na wengine wanavyotupenda. Kwa nini nakwambia Mungu anatupenda? Nataka uone na ufahamu jinsi ambavyo Mungu amekusudia kutuokoa na kila matatizo na kila shida na huzuni ambazo zinatupata kwa sababu tuliapa, aidha kwa kufikiri au kwa kutokufikiri. Kwa sababu kila kuapa ambako mtu anaapa kuna athari kwake huyo mtu anayeapa. Iwe umeapa kwa kufikiri au umeapa kwa kutokufikiri. Nikimaanisha umeapa kwa kuropoka tu kwa sababu ya kupanic, kwa sababu ya kugafirika, au umeapa ukiwa unatambua kabisa na ufahamu wako timamu kabisa. Kama ambavyo kuna wengine ambao wanaweza wakaulizwa, kweli unasema hivyo? Unakuta mtu anakuambia ni kweli nasema hivyo. Kweli kabisa umeamua, anakuambia kweli mimi nimeamua. Sasa haya huwa yanampelekea mtu kupata athari na madhara. Lakini Mungu anatuonesha kwa rehema zake na upendo wake, asingependa mtu yote apate shida na kuteseka na kuangamia na kuingia katika matatizo ambayo ni ya muda mrefu, ambapo inakuwa wakati mwingine sio rahisi kutambua yalikuja kwa sababu gani. Mtu anaweza kanapitia maisha ambayo si mazuri, kuhangaika, kukosa mara kwa mara, kutokupata na kutokufanikiwa, kupata shida, kuteseka, kuumwa na kupata matatizo mengi, lakini asitambue kwamba kuna mahali aliapa akamwapia mtu au aliapia miungu. Sasa mwisho wa siku inamletea shida ambayo hawezi kuiepuka na kutambua kwamba imetokana kwa sababu ya viapo alivyoapa. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Mathayo, Bwana Yesu anatufundisha, anatuambia hivi, mmesikia watu wakati wakisema usiape uongo, bali mtimizie Bwana viapo vyako. Lakini wakati huo anakuambia, akiendelea mbele mstari wa 34, anatuambia Mathayo 5 mstari wa 33, 34, 35. Ukiendelea mstari wa 34 anasema hivi, usiape wala kwa mbingu, maana ndipo kilipo kiti cha enzi cha Mungu, wala usiape kwa nchi, maana ni mahali pa Mungu pa kuwekea miguu, wala usiape juu ya Yerusalemu, maana ni mji wa mfalme mkuu. Lakini msisitizo wa hili andiko ni kwamba Mungu haruhusu kwamba wewe uape juu ya jambo lolote. Usiape kwa chochote, anakukataza ni heri usiape. Sio tu kwamba usiape uongo, bali anakuambia usiape kabisa, kwa sababu kuapa kwako kunaweza kugharimu maisha yako. Kwa nini kunaweza kugharimu maisha yako? Fuatilia wengi ambao walifanya mapatano wakaapa kwa miungu, wanapopata shida pale ambapo wanakiuka tofauti na yale makubaliano ambayo walikubaliana na ile miungu. Angalia wanapoenda kupata shida baada ya kukiuka vile viapo ambavyo waliviweka, kuna gharama wanazoingia kama adhabu kwa sababu ya kukiuka vile viapo. Lakini pia fuatilia wale ambao walifanya viapo na marafiki, wale ambao wanakuta kuna mwingine mpaka ili mgharimu maisha yake kwa ajili yako, kwa sababu ulimwapia, mliapiana, akaamua kujitoa hadi maisha yake, wakati mwingine akakosana hata na ndugu zake kwa ajili ya kukusaidia wewe. Naomba nikwambie mfano mmoja. Niliwahi pata hadithi moja kuhusu dada mmoja alikuwa mrembo sana, na inasemekana yule dada aliingia mahusiano na kijana wa kiume ambaye yule kijana alijitoa anavyoweza kuhakikisha yule dada anasoma. Lakini baadaye yule dada alipofanikiwa, alipoenda chuo kikuu, kaendelea kufanikiwa, yule dada akamwacha yule ndugu ambaye alipata naye kwamba angemuoa, akaenda kuwa na mahusiano na watu wengine. Baadaye yule dada akawa kama mtu aliyechanganyikiwa, na mimi nilifahamu. Baada ya kuonekana alihudhuria sana maombi, lakini akawa haponi, mpaka akaenda na kwa waganga asiponi. Mwisho siku yule dada akafariki. Lakini baadaye kaja kusemekana ni kwamba alikuwa na mahusiano na mtu ambaye
alimgharamia sana. Kama unavyoona, mtu ameamua kutoa, hata kukosana na ndugu, kukosana na watu, hata wakati mwingine labda akafukuzwa hadi kazi kwa sababu yako, lakini kwa sababu mlipatana. Lakini unapolivunja lile patano na kile kiapo mlichoapiana kwamba na mimi sitakuacha hata iweje, sitakuacha, yani bora nife kuliko kukuacha wewe, kama nitakuacha bora mimi nife. Hayo mambo bila shaka lazima yatakupata kama ulivyosema. Kwa watu wengi, kwa sababu hawajui madhara ya kuapa, wanaapa. Ndio maana Bwana Yesu anatufundisha kwamba usiape wala kwa mbingu wala kwa nchi, na anakuambia sio tu kwamba usiape uongo na mtimizie Mungu viapo vyako, sio tu kwamba usiape uongo, bali bora usiape kabisa, maana itakugharimu maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuoneshe kitu kingine. Naomba nikupe mfano huu. Kuna kipindi wakati wana wa Israeli wametoka nchi ya Misri, wakati wa Yoshua, walifika karibu na nchi moja wa Gibeoni. Wale wa Gibeoni waliposikia jinsi Mungu ambavyo anatenda matendo makuu kwa wana wa Israeli, kuanzia njiani kule walikokuwa wanatoka, hawa watu wa Gibeoni wakajifanya wametoka nchi ya mbali, wakaja kujisalimisha ili wasije wakavamiwa kwenye nchi yao na kuuawa. Walipokuja pale, wakamwambia Yoshua, bwana, sisi watu wako tumetoka safari ya mbali. Na walikuja kama kweli wametoka mbali, maana walijitengeneza hivyo kama watu waliotoka safari ya mbali sana. Wamechoka, nguo zao zimechanika, vitu vyao vimeisha. Na kweli umati wa Israeli ukawapokea. Na walivyowapokea, kwa sababu waliwaambia, bwana, sisi tumesikia habari za Mungu wenu na matendo yake makuu, kwa hiyo tumeona ni vizuri tuje tuungane na Mungu wenu. Wakawapokea, wakawaapia wale watu kwamba hawatawaua, watakaa kwao kama ndugu zao, kama Waisraeli, na wakala na vitu vyao kabisa. Baadaye, baada ya kupeleleza ndani ya muda wa siku 3 hivi, wakagundua kwamba wale watu waliwadanganya, walikuwa wanatoka nchi ya karibu tu. Sasa wanafanyaje? Wameshawaapia watu, watu wakatilia mbali, kasema hapana, tumewaapia kwa Bwana tusiwaue hao watu. Wakawaacha. Lakini Sauli amekuja kuwa mfalme. Sauli akawaua hawa ndugu, akasahau kile kiapo ambacho ndugu zake waliomtangulia waliweza kufanya nao. Baadaye Daudi amekuwa mfalme baada ya Sauli kufa. Njaa ikatokea katika nchi ya Israeli miaka 3. Daudi akamtafuta Mungu kumuuliza, Bwana, kwa nini njaa? Nini kimesababisha njaa hii? Kama unavyojua, hakuna tatizo ambalo linatokea bila sababu. Mungu akamwambia Daudi, ni kwa sababu ya nyumba ya Sauli ambayo ina damu ya Wagibeoni ambao aliwaua, nanyi mliwapia viapo. Daudi akasema, nifanye? Akasema, nenda kwa Wagibeoni kawaulize watakachokuambia ukifanye. Daudi akaenda kwa Wagibeoni akamwambia, jamani, nifanye nini angalau nipate kufanya upatanisho kwa Bwana kati yetu sisi na ninyi? Wakaambia, na sisi hatutaki fedha wala nini, ila tunachokitaka ni mtu ambaye alimwaga damu za ndugu zetu. Tunataka utoe watu 7 katika watoto wa huyo ndugu, ili hao watoto wa huyo ndugu, kwa namna hiyo sisi tutawabarikia. Kweli Daudi akamuuliza Mungu, akasema, wasikilize, wafanye wanachokitaka. Daudi kweli akaenda akaamua kutoa watoto baadhi wa Sauli, watoto 7 wakauawa, wakatundikwa kwenye mti kwenye jua, wakafa. Walipokufa kweli, baada ya hapo Mungu akawaitikia, mvua ikaanza kunyesha. Kwa nini natufundisha? Kiapo chochote ambacho umekiapa, unapokivunja lazima upate gharama ya kuvunja kile kiapo. Ndio maana walipata shida ya miaka 3 ya njaa. Na sio hivyo tu, mpaka kawagharimu baadhi ya ndugu ya yule aliyekuwa amekivunja kiapo kufa, ndipo shida iondoke kwenye nchi. Kwa hiyo tunapokuwa tumeapa, tukumbuke bora usiape. Bora usiape. Kuna tambua mambo 3. Bora usiape. Na kama umeapa, hakikisha unatimiza kiapo. Lakini cha 3, lazima utambue unafanyaje ikiwa umeapa na umevunja hicho kiapo. Ndicho ambacho nataka ukione, ambacho Mungu anataka kutusaidia. Lakini tufahamu ni bora usiape, na kama ukiapa hakikisha kwamba unatimiza hicho kiapo, ili usije ukaingia gharama na shida kwa sababu ya kuvunja hicho kiapo. Lakini jambo la 3, hakikisha kwamba kama umeapa unafanyaje ikiwa umevunja hicho kiapo. Pamoja na haya yote, Mungu anatuonyesha namna ambavyo tunaweza kusalimika na madhara ambayo yanaweza kutokea kwa sababu ya kuapa. Fuatilia wengi ambao wameingia kwenye mahusiano. Alimwahidi kumuoa huyu, aliahidi kwamba ataolewa na huyu, lakini baadaye anapovunja kiapo, wapo ambao wanakuta maisha yao yote hawawezi kukaa kwenye ndoa kwa sababu aliapa kuwa
mke wa mtu fulani, au aliapa kuwa mume wa mtu fulani. Kwa sababu alivunja kiapo, hajaweza kukaa kwenye ndoa maisha yake yote. Ni kwa sababu alivunja kiapo, kwa sababu siku zote Mungu ni shahidi, miungu ni shahidi kwenye kuhakikisha inasimamia kile ambacho mmeapa. Naomba nikwambie kitu kingine, mfano mwingine. Mkumbuke mtu mmoja anaitwa Jonathan, mtoto wa Sauli. Huyu Jonathan alimpenda sana Daudi, na alipojua kwamba Daudi Mungu amempenda na Daudi anakwenda kuwa mfalme, Jonathan hakutaka kushindana naye. Alichokifanya Jonathan, alimwambia Daudi, uniapie, tuapiane kwa Bwana. Mimi nitakwambia kila mpango mbaya baba yangu juu yako, lakini hakisha na wewe utakapokuwa kiongozi utawatendea watoto wangu fadhili, hautawatendea mabaya watoto wangu. Daudi akasema sawa, na akasema Bwana na awe shahidi kati ya mimi na wewe. Wakakubaliana. Daudi alihakikisha kwamba havunji hicho kiapo. Hata siku ile ambapo wamewambia watoe watoto wa Sauli wa Gibeoni, akamwambia Daudi, watoe watoto wa Sauli watoto 7 na sisi tutasamea hilo kosa. Daudi hakuthubutu kumtoa mmoja wa mtoto yote wa Jonathan. Maana alikuwa na mtoto wa Jonathan ambaye alikuwa anaitwa Mephibosheth. Alikuwa naye jirani, alikuwa anamtunza nyumbani kwake. Lakini hakuweza kuwapa wa Gibeoni huyo mtoto kwa sababu aliogopa, akasema isije kanipata lililompata Sauli, mpaka leo hii watoto wake 7 wamekufa na mimi nipate. Daudi alikumbuka kile kiapo, hakuweza kuvunja kile kiapo ambacho alimwapia nani? Jonathan. Akahakikisha kwamba amemhifadhi Mephibosheth ambaye ni mtoto wa Jonathan, lakini aliwatoa watoto wa Sauli ambao ni wengine sio wa Jonathan, kwa sababu alikumbuka kiapo alichomwapia Jonathan mbele za Mungu. Kwa ni vyema kuhakikisha kwamba hatuvunji kiapo tulichokiweka, tunakitimiza. Lakini ni vyema kuhakikisha kwamba kama kuna sehemu yote ambayo unasukumwa kuapa, usije ukaapa. Lakini la tatu, nafanyeje nikiwa nimeapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni mambo ya kuzingatia sana sana sana. Usiape. Usiape. Maana kuna shida kwenye kuapa. Usije ukaapa. Na kama uliapa, kumbuka ya kwamba hiyo uliapa kwa kujua kabisa kwamba unakijua unachokiapa, au ulilazimishwa kwa kugafirika ukaapa, chochote kile kitakugharimu. Iwe ulikusudia, iwe hukukusudia. Iwe umeapa kufanya jema au umeapa kufanya baya. Haya mambo yatakutesa. Yatakugharimu wewe, kwa maana utalazimika kufanya hata wakati mwingine mambo ambayo sio mazuri kwa sababu uliapa. Wako wengi ambao waliapa na kwa sababu ya kuona aibu wameingia kwenye mahusiano ambayo wala hawakupaswa kuingia kwenye hayo mahusiano. Wameingia kufanya kazi ambazo wala hawakupaswa kufanya hizo kazi. Wameingia kufanya mabaya ambayo wala hawakupaswa kufanya mabaya kwa sababu waliapa, na kwa sababu umeapa unaona aibu kwa watu ambao watanionaje. Maana unaona kwamba ni wadogo kuliko wao, ndarudi tena kusema hapana, unaona ni ngumu. Unasema mimi ni mwanaume, ndarudi tena kusema kwa mwanamke tena, unaona ni ngumu. Unaona ulisema mbele za watu, utarudi tena watu watakuonaje? Maana ulikusema mbele za watu kwamba simtaki. Sasa unawezaje kurudi tena ukaona anakufaa na watu unajua wanajua ulisema kwamba haumtaki. Kwa unaona wakati mwingine aibu inakugharimu, unaumia, huwezi kuchukua maamuzi kwa sababu ulisema mbele za watu na uliapa. Ndio maana ni vizuri kutokuapa, ni heri kukaa kimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikuoneshe mfano. Mkumbuke Herode. Herode alikuwa amealika wageni, ilikuwa siku ya birthday yake, amealika wageni wengi kwenye sherehe ya kuzaliwa. Alipokuwa amealika wageni wengi, binti yake Herodia akacheza vizuri. Mfalme akamwambia, niombe lolote utakalo, hata nusu ya ufalme wangu nitakupa. Akimwapia na viapo, hata nusu, akamwambia aliapa, hata nusu ya ufalme wangu nitakupa. Binti akatoka, akaenda kwa mama yake. Akamwambia, bwana mfalme ameniambia niombe lolote atanipa. Nimuombe nini? Mama akamwambia, muombe kichwa cha Yohana kwenye beseni, kwenye sinia. Alimwambia hivyo, akarudi akamwambia, naomba kichwa cha Yohana kwenye sinia. Mfalme alikuwa anamkubali Yohana, anaumia, anakwenda kuua, lakini anaona aibu kwa watu kwamba watanioneje, watu wataona mimi sio mwaminifu. Ndivyo ambavyo inakugharimu na wewe pia.
Unaona watanioneje watu? Wataniona mimi sio mwaminifu. Wataniona mimi nimekuaje? Kwa sababu ya kuwa na aibu, unapata unaumia, unafanya mambo mengine hata ambayo ni mabaya kwa sababu unaumia. Kwa sababu unaona aibu mbele za watu wale wanaokuzunguka kwamba watanionaje. Lakini kinachokusumbua ni kuapa kwako. Usingekuwa umeapa, usingefanya jambo ambalo lingekutesa maisha yako yote. Kwa unabaki moyo unakusumbua, utabaki vibaya, utabaki unaweweseka, utabaki unaota, utabaki kila siku ni mtu mwenye huzuni, ukiliwa ndani ya moyo wako na dhamiri yako ikikushtaki kwamba umefanya jambo baya kwa sababu uliapa. Usiape. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize, kesho tumalizie. Unafanyaje pale ambapo umeshaapa na unapitia changamoto na unapitia shida? Unafanyaje sasa ili utoke? Mungu alibariki neno.